Angu kwa tabani sina mtena, maisha yangu yananichanganya, ndugu zangu wananichanganya. Aya, sasa wewe umeamua vipi? Uje huku ama inakuaje sasa? Ngoja basi nilifuatilie ili nijue kama ni kweli ama kuna janja yoyote hapa. Kama wanataka nani kuchoma taka. Amni. Nadhani sasa wasiwasi umeshaanza kutanda kwa wale wote ambao pengine walishakuwa wamekubali kabisa kwamba huyu Zain hawezi akaja tena, ila kama naona hivi Zain akija kwa mara nyingine tena. Kibaya zaidi ni kwamba Saumu alikuwa anamtaka Zain aje ili yeye aweze kunufaika naye, ila kama naona ugomvi ukija kutokea tena baada ya Zain kurudi tena huku Bala. Sasa ukiangalia sababu ni nini? Ngoja mimi nikusanue hapa nikiwa nimesimama upande kama shabiki, alafu wewe pia utanipa maoni yako kutokana na kila ambacho nadhani huenda kikaja kutokea. Tunazungumza kama mashabiki ambao tumekuwa tukifuatilia vitu safi ya Mission Impossible. Sasa bila shaka kama ni mmoja tu ambao unatamani tuweze kuleta episode mpya kila siku, basi ni wakati wako sasa hivi wa kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii hapa hivi, ikiwa ni ishara ya kwamba unatamani sana at least wewe unapata episode mpya kila siku, na sisi tukiona support imezidi kuwa kubwa zaidi, wengi wakiwa wana subscribe, basi na sisi tutazidi kuonyesha hamasa kwa kujitahidi kuangalia namna yote ile pale ya kuhakikisha kwamba tunaleta episode mpya kila siku. Bila shaka tumeona kile ambacho kinaendelea sasa hivi, na ukiangalia mambo yanaonekana kwamba ni magumu zaidi kwa upande wa Najma bila yeye kujua kwamba mambo yanaenda kwa magumu. Yeye sasa hivi anaenjoy huko akiamini kabisa kwamba muda wote mambo yanaenda kwa mazuri, na ukiangalia Chado ni kama vile kabadilika kama mtu fulani hivi ambaye ametokea tena kumkubali Najma na maisha yanaendelea kama kawaida, ila kuna mtego mmoja ambao unategwa, kitu ambacho mpaka sasa hivi wao wenyewe hawajui kwamba ni nini hasa ambacho kinaendelea huko mbele, ila mmoja tu baya sana ambao lazima wanaenda kumchomesha Najma kwa namna yote ile pale hivi ni Saumu. Of course huyu Zain akija kuconfirm kwamba ile mimba kweli ni ya Najma, basi lazima atakuja, na kama Zain akija manake moja kwa moja atakuja kwa ajili tu ya Najma, ila hataki kabisa kuhusiana na swala la yeye kuwa kwenye mahusiano na Saumu. Na ukiangalia jamaa akaconfirm kabisa kwamba Saumu sio type za wanawake ambao yeye anawataka. So kuwepo kwa kitendo cha Saumu kuendelea kumlazimisha Zain ni kwa sababu tu yeye ndo anayempendela Zain, hamtaki kabisa Saumu, kitu ambacho kinatengeneza sasa mazingira ya kwamba Saumu aweze kujua na kutafuta namna gani ya kumharibia Zain kwa Najma. Na hata kama Zain akija kujua kabisa kwamba ile mimba kweli ambayo Najma yuko nayo ni ya kwake, bado huyu Saumu atatafuta namna ya kuweza kumharibia ili mwisho wa siku sasa Zain aweze kubadilisha mawazo yake na aweze kuwa naye, japo haiwezi kuwezekana kabisa kitendo cha Zain kuweza kuwa na Saumu kimahusiano. Na hata kama ikitokea kwamba Saumu yeye ameweza kumharibia Zain akamwambia kwamba pengine Najma yuko hivi na hivi, lakini still sioni kama kuna uwezekano wa Zain kwenda kukubaliana na kila ambacho atakuwa anakisema huyu bidada ambaye ni Saumu, kumshawishi Zain ili aweze kuwa naye kwenye mahusiano. Kibaya zaidi ni kwamba Najma tayari mambo yashakuwa yameanza kuseto kwa Chado, na kama ambavyo tumeweza kuona mambo yalikuwa yanaenda vizuri zaidi, na tulikuwa tunategemea kabisa kwamba angerudi kwa na furaha na Chado pengine angeweza kusahau na matatizo yote yaliweza kutokea huko nyuma, lakini kwa mwenendo huu ni dhahiri kabisa kwamba muda wote tuna mambo yanaenda kuharibika. Ukiangalia kwa upande wa Daddy, of course namuonea huruma sana Daddy kutokana na ile hali ambayo anapitia, kwa sababu yule Jojo ambaye tulikuwa tunamjua sio huyo ambaye tunamuona sasa hivi. Kubadilika kwake, mambo yamekuwa tofauti kabisa, na kama naiona hivi separation, kwa maana ya utengano wa mahusiano yao ukienda kutokea muda si mrefu, kwa sababu ile hali ambayo anaonyesha Jojo ni kama vile kuna namna fulani hivi anamuona Daddy ni mtu fulani ambaye haeleweki. Daddy ni mtu fulani hivi ambaye
Yani ni kama vile anaona alikosea kuingia kwenye mahusiano na dadi, kitu ambacho sio kweli kabisa. Sema nakubali sana uvumilivu wa dadi, kwa sababu angekuwa mwanaume mwingine mapema sana angeshakuwa ameshadisapia, yani ameondoka kitambo. Lakini mambo anavumilia tu licha ya changamoto za hapa na pale ambazo anazipata kutoka kwa huyu mwanamke. Imagine kuna wakati tunaweza kuona kwamba kuna vile vitu ambavyo ni vya msingi kabisa ambapo mwanamke anatakiwa mfanyie mwanamume wake, lakini bado dadi kuvipata imekuwa ni ngumu sana, na hii ni kutokana na kwamba Jojo amekuwa hataki kabisa kumkea dadi. Maskini dadi sijui ataamua lini kuamua kuondoka na kumove on na maisha yake, ili mwisho wa siku aweze kumwachia Jojo nafasi ya yeye kujimoyamaya, aje kumkumbuka baadaye katika kipindi ambacho atakuwa ameenda huko amezunguka, wewe amekosa mtu wa kuweza kumjali. Pia dadi itabidi tu ajiongeze, kwa sababu hakuna namna yoyote ile pale ambayo itamfanya yeye jamaa aweze kupata furaha yake kama akiendelea kujing'ang'aniza kwa Jojo, mwanamke ambaye mpaka sasa hivi hajaona thamani ya dadi katika maisha yake, licha ya kwamba huko mwanzoni walianza wakiwa na raha sana. Sasa kama naona hivi kwamba kama Zaini akija anaweza kusababisha pia mgogoro kati ya yeye pamoja na Chado, lakini pia Chado pamoja na Najma, lakini pia Chado pamoja na watu wengine wengi. Sasa kilichopo ni kwamba je, ipi ni hatima ya mimba ya Najma kama Zaini akiwa amekuja? Je, Chado atasema kwamba niachie Najma wangu nitaishi naye kwa sababu ulikimbia mimba, au Chado ataona ndo nafasi nzuri ya kuweza kumpa baba mwenye mtoto mimba yake kuliko yeye kuendelea kukaa na Najma akiwa analea mimba ambayo sio ya kwake? Na vipi kuhusiana na kesi yake kule mahakamani? Je, akija Zaini sasa ndo atampeleka kule, au ndo atasubiri kwanza mpaka mtoto azaliwe ndio mwisho siku aweze kufanya maamuzi? Tuambie kwenye comment section. Ila muhimu zaidi, usisahau kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe, like video, lakini pia share video ili kufikia watu zaidi. La muhimu kabisa ni kwamba usisahau kusubscribe, ikiwa ni ishara ya kwamba unatamani at least unapata episode mpya kila siku.